Now, I'm going to open something very serious. If I will be sued, it's okay. It's okay, but it's okay. Now, if you have been his patient, kama umekuwa mgonjwa wake, kama ushaitibiwa na yeye ama ukafanyiwa operation, sana sana kuna mtu ashaifanyiwa operation ya family planning ilipotea, ukaenda kutolewa. Trust you me, haikutolewa. Alikujanga akaniambia kuna mtu tumefanyia operation Valley Hospital na ikutolewa. Kama wewe ni asili ya Mwarabu na wewe ni mama ulienda ukafanyia operation pale Valley Hospital, jua akona video yako ukiongea after operation. Najua mtu anakosanga fahamu ukiongea vitu zote venye bwanako anakufanya. Kama wewe ni patient na uliwahi tibiwa optical pale side za 58, jua akona picha zako ukiwa operation. Alipiga picha, samahani, ulijifungua mtoto, wale watoto wako na vichwa kubwa, macho kubwa, akona picha zako. This dude amejaza filamu za ngono kwa simu yake na ni filamu za watoto tupu. Nyumba yake haijakosa zile madawa za kutoa mimba. Nyumba yake haijakosa, hadi anauzanga hizo madawa chini ya maji. Guys, if anything happens, na kama wewe ni patient wake, like 3 months ago, alikupatia dawa, ukampigia simu usiku wa manane ukilia, ukisema umekuwa wazimu. Yes, it is true. Akutibungu, anakupenga painkiller ndio urudi umpatie do. So guys, mimi nimeona niseme hii initoke na nitakuwa nimesaidia mtu huko nje. Na please tafadhali government, wakati wapendwa wetu wanaenda operation, naomba one of our family member wakuange huko, kwa maana vitu nimeona nilikuwa naona kwa simu ya huyo doc, sikuamini madaktari tena. Na before muajiri watu, chunguza, do investigation. Some of them they have bad records. Kama doc akona record so much. I know I'm raising a gentleman. I am raising a gentleman. And to my Sheila, I love you so much, Mama. And I know I'm raising a queen. Yeah, and thank you so much for the support. Like hao watoto wamesimama na mimi. Hata saa zingine kijana wangu ananiambia mam, katu nikupikie. Hadi juzi kijana wangu alilia. You know, he's 19 years. Kijana wangu alilia akisema, "Mom, we missed you cooking for us. Like we share dining table together. I missed your food, Mom. I miss just sit with you, talk to you, make some jokes." I love you, Brian, and I'm so proud of you. I know I'm in danger. Nishapanga watoto wangu, if I might die, watoto wangu wako tu sawa. But nataka nikikufa nikuwe nimesaidia mtu. Najua Kenya niliamua nikakuja nao kwa mtandao. Wamama wengi wameshindwa kukuja. Wengi hata wanaogopa, wengine wanashare na mimi na Sudu account what they have been through. But I give you hugs. Just know that you have done the right decision to talk to me. I won't expose you guys because I know the feeling. It takes courage you to come and say it in public. Now, I want this to go to Kenyan government. Please stop selling job. Stop selling job, government. You're putting our lives in a risk. You're giving us some doctors who are not experienced. Some doctors, they are not qualified to be doctors. You've been sold job, so people want to finish us. Like, if you're giving someone a job, do a research. Do criminal research. Like the man I was living with, he has criminal case in the police station. The criminal case, it is about medical issues. So he used to reject the ex-wife because he's a narcissist, and I'm going to say it and I'm going to say it again because he's ready to kill me. Because he's a narcissist, he brainwashed that lady and the lady withdrew the case. The same thing he did to me. So please, government of Kenya,
And if you are a person who wants to go through operation, please government, allow us to come in that theater room with one of our members. Because what I saw the man was doing to patients through his phone, I always pray God I should never get sick. After madawa zimenitoka kwa kichwa, nimekuwa na so much pain, whatever enda fanyie mtu mwingine. Muliona ile example ilifanyika Kisii huko, ni the same dawas huyo dem alidungwa, walikuwa na cause ilikuwa inafika. Mimi napenda pombe but yeye hapendi pombe, angekudunga hizo madawa mfeel high ndio mlale. Whatever angewahi nidunga overdose nisiwahi amka. I need to help someone here. Me I was stupid, me I was naive. I'm sorry guys, I am really sorry kwa wale waliniwon. Niliwoniwa sikusikia. I'm sorry. Please forgive me. I wish I could listen to you, but maybe Mungu ndiye alinituma nikuwe mfano, nikuje nisaidie maisha ya mtu hapa. Hizi zote ni madawa aliacha kwangu. Hizi zote. Mimi si daktari, mimi sijasoma daktari. Mimi hata sijasoma. Mimi am standard 5 dropout. Sijasoma hata sijui stories za dawa. Alama nimejaza kwa mwili. Venye ex-wife yake amejaa na maalama, ni venye pia mimi nimejaa na maalama. So guys, let's be careful. Hata nyinyi wanaume pale, tusaidieni. Huku hizi mahospitali tunadhurumiwa, na gava pia wafanye research, watu wanapatia kazi. Hata waangaliwe akili. Cause mimi ndio baadaye nagundua mtu kwa anaishi na yeye kama akili haiko sawa. Do you know what Doc did to my daughter? Sijaisema hii. Nilituma Doc, huyu ni mtoto wake. Hata kama si biological, huyu ni mtoto anafaa kuprotect. Doc anaenda kuchukua mtoto wangu. He wants to kiss my daughter. My daughter. Mtoto wangu alikuja akaniambia, Mom, I'm afraid. Sasa hii ni ya juzi sasa, ndio si amenipiga, hiyo tumereconcile, vitu zimeisha, tuko sawa. Vitu ziko sawa. Sasa hii ni kesi nyingine tena. Ndio sasa hata angenipiga bado mimi ni mjinga, ningesamea tena tuendelee. So I think hata hii ya mtoi ndio ilifanya sasa hata nitoke. Cause kumbuka huyu ni anesthesia. Kama nataka kukisi mtoto wangu, si ni rahisi hata dunge mtoto wangu dawa. Mtoto wangu alale na mfanye vitu. Mtoto wangu alishake, aliambia, Mom, mimi hata nilikuwa naogopa kukuambia. Anko alikuwa anataka kunikiss. Akaniambia that is father's love kiss. Tell me, who does that? And a 15-year-old, I'm guessing she would understand a father's kiss. She understands everything, anajua. So mimi venye mtoto wangu aliniambia hivyo, nilisema no. Huyu ni mtu amekuwa akinipiga, anakudunga madawa. Huyu ni mtu ananipea madawa. Huyu ni mtu mpaka sasa ameniweka kwa madawa zingine zenye imeni take time kuzitoke kwa mwili. Huyu ni mtu anataka mpaka kulala na mtoto wangu. Next atafanya nini? Huyu ni anesthesia, si ataniua ama uwe mtoto. Na huyu ni mtu, let me say this, Doc is a narcissist. I know it sound rude, najua but he is a narcissist. I used to being told you're dating a narcissist. Me, I used to think these people are jealous. Until nilikaa na nikashuhudia. Unajua wakati Doc alinipiga, aliswear na akakataa. Sijakuguza. You are dreaming. Ati nilianguka. So mimi nitaanguka aje? Mpaka nilianguka. Mpaka even my daughter anaona nagongeshwa hivi. Mpaka sasa ile time tumereconcile na sana mwambia, daddy, lakini wewe unaweza ruka mtu. Unajua bado inaniuma. Nimesamea huyu mtu, but si confess tu aseme, mama, sikuwa nataka kukubali, nilikuchapa kwa sababu ya hii. Hajawahi. Hata ile time tu tuko free, naambia daddy, sikubali tu, ulinipiga tu, initoke tu. Hajawahi, amekufa nayo mpaka sasa. So that's how we met with Doc, and that's how